Nikena nimeshakia hapa. Leo nataka nikufundishe namna ya kuimba kwa punch bila kuumiza koo wala kupayuka. Kwa mfano, angalia. Wewe ni Mungu haubadiliki. Habari njema. Wewe ni Mungu haubadiliki. Tunasogea hapa. Wewe ni Mungu haubadiliki. Kanuni 4 za kuzingatia ili kuimba kwa panchi bila kuumiza koo ni kama zifuatazo. Kitu cha kwanza, lazima uelewe vocal range yako. Nikisema vocal range namaanisha kila mtu kuna eneo ambalo anaimba vizuri, unaelewa? Alafu kuna maeneo ambayo yanatuzidi, ambayo huwa tunafanya mazoezi kwa ajili ya kuyafikia hayo maeneo. Sasa hayo maeneo ambayo yanatuzidi sio vizuri sana kuyatumia unapokuwa unaimba, kwa maana ya either unaimbisha kanisani ama namna nyingine. Hayo maeneo yanatuzidi huwa tunayatumia kwa ajili ya kufanya mazoezi ili kutusaidia kuincrease hiyo vocal range. Vocal range huwa inasogea taratibu taratibu kwa kadri unavyofanya mazoezi mara nyingi. Lakini lazima uwe na eneo ambalo unalifanya vizuri. Kwa mfano mimi, ukinisikia kama hapa, unasikia nimefanya vizuri sana hapa. Wewe ni Mungu. Niliposogea hapa pia. Wewe ni Mungu. Sawa, nilipokuja hapa tena. Wewe ni Mungu. Haya ni maeneo yangu naweza kutawala zaidi. Lakini nikianza kusogea hapa, naweza kuimba lakini kwa kujitahidi sana. Unaona? Wewe ni Mungu haubadiliki. Yaani naimba lakini kwa mapambano, nikilegea kidogo tu kuna uwezekano sauti ikaanza kuonekana kama napayuka. Labda nikiongeza na hapa pia na kuonyesha maeneo ambayo sio yangu na force Wewe ni Mungu haubadiliki. Kwenye mazoezi naweza nikawa nafanya kwenye maeneo hayo ili kuongeza level yangu, hasa level huwa inaongezeka kidogo kidogo. Sawa? Sasa mtu mwingine unakuta wimbo kwenye ibada ndio anataka kuimbia huku, alafu unaonekana sasa unapayuka ama unapiga makelele. Kitu cha pili ni kupumua katika namna sahihi. Niseme kupumua kwa kutumia tumbo. Hauwezi ukapanchi sauti vizuri ikatoka bila kupayuka alafu ukawa unapumua tu kawaida. Kupumua kutumia tumbo nilishafundisha. Nilikwambia mazoezi yake unashika tu tumbo, hakikisha unavyohema tumbo liwe linatoka na kurudi ndani. Jifunze kuhema kwa namna hiyo badala ya kuhema bila kujua kama tumbo linatoka au halitoki. Hasa kwa wewe mwimbaji, unaona? Usiheme kawaida. Unaweza kuwa unahema kawaida kwa mambo mengine, lakini inapofikia hatua ya kwamba unataka kuimba, hakikisha unaimba ukiwa unapumua kwa kutumia tumbo ama kupumua kwa kutumia diaphragm. Sawa? Na kitu cha pili, wakati unaimba hakikisha unakiona kimeo chako. Yaani kama ulimi unaweza ukainuka kwenye level ya kwamba haukioni kimeo, sijui kama ni lugha nzuri, kimeo. Kuna kitu bwana kiko hapo ndani. Kama unakiona kinaonekana, maana yake wewe unaimba kwa usahihi. Kama unaimba na haukioni kile, maana yake hilo ni tatizo. Sawa? Kitu kingine ni kufungua mdomo. Hakuna namna utaimba kwa panchi kama utakuwa kadomo kako unakaeka sijui unakaekaje. Labda labda nije hapa. Haleluya. Amen. 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 Sawa. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa uzingatie ili kujifunza kuimba kwa panchi pasipo kupayuka, ukiwa unaimba uwe una mtindo wa kukagua muscles, sawa, za kwenye shingo. Ukiona misuli imekaza sana kwenye shingo,
hiyo manake unakosea namna ya kuimba. Kwa hiyo utakuwa unaimba huku unajikagua, unacheki hapa misuli ya kwenye shingo, huku unaongeza punch huku, au unajichukua na kioo unajiangalia. Sawa? Unaangalia maeneo haya huku unaimba kwa nguvu. Ukiona mishipa imetokeza yani namna gani kama umekabwa, wewe elewa tu hapo unafanya kimakosa. Unatakiwa uimbe wakati hiyo mishipa inatokea tu kwa ile level ya kawaida tu, sio ile ya kutisha kabisa kama mtu ameshikwa na kitu. Sawa eh? Kuna haya mazoezi mawili uyafanye, yatakusaidia sana ku increase pitch yako. Sikia hili, nalipenda sana hili. Kwa hiyo ita increase na kusaidia kuimba bila kupayuka. Nasogea hapa. Sawa? Utafanya hivyo ukiwa unapandisha key, ukiwa unapandisha key zaidi. Sawa? Kitu cha mwisho cha muhimu kabisa cha kuzingatia ili kukusaidie, fanya hivi. Anza kuimba kwa nguvu kwenye pitch za kawaida. Kwa mfano haleluya. Unaona? Naanza kuongeza nguvu hapo. Haleluya. Naongeza nguvu hapo. Haleluya. Na maki. Sikia? Haleluya. Hapo. Haleluya. Na maki nyingine nakuja hapa. Haleluya. Haleluya. Naongeza nguvu zaidi. Haleluya. Hiyo itakusaidia sana kujikuta unaanza taratibu bila sauti yako kupata shida. Yaani unaanza kupanda taratibu, kuna eneo unaliona unaliweza, unapandisha kidogo unaliweza, unapandisha kidogo. Kwa mfano hapa. Haleluya. Nasogea kidogo hapa. Sawa. Haleluya. Haleluya. Asante sana kwa kunisikiliza. Hii ni Eagles Reki Academy. Hapa ni studio, lakini tunafanya madarasa ya muziki kwa maana ya kuimba, kwa kutengenezewa watu biti, kufundishwa watu namna ya kutunga nyimbo na kila kitu kinachohusu muziki, kupiga vyombo vyote, music production. Nikukaribishe sana, lakini pia tunafanya biashara ya vyombo vya muziki, vya studio pamoja na vya makanisani kama ni gitaa, vinanda na kila kitu. Sasa nikukaribishe sana. Karibu, tucheki kwa namba hizo kwa huduma za madarasa, tukusaidie zaidi ili uweze kuimba katika namna inayotakiwa. Karibu sana na Mungu akubariki.